Hey there. Welcome to Deliverance Church Kikambala, the Mountain of God. This is a place where you can truly connect with the power of God and feel His presence in your life. Amen. Najua ya kwamba ndugu Juma anajitahidi sana kurauka, ahakishe kwamba vyombo vinafanya kazi kwa wakati. Si kwamba alilazimishwa kwamba lazima kila Jumapili ufike uifanye ile kazi, lakini moyoni mwake anaona ya kwamba ni heri afanye. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya hiari. Waimbaji pia mmejitoa kuifanya kazi ya Mungu kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Ungekuwa ni kwa kulazimishwa, ungekuwa hauna thawabu yoyote katika ile kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo inatupasa ya kwamba kila kazi tunayoifanya ikawe ni kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Amen. Hata kule kazini tuliko, kazi ambazo tunapaswa kuzifanya, tunapaswa ya kwamba tukazifanye kwa hiari, ila si kwa kulazimishwa. Haleluya. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 9:17. Wakorintho wa kwanza sura ya 9:17. Aliyepata tafadhali naomba ya kwamba anaweza kuisoma. Tutasoma Wakorintho wa kwanza 9:17. Amen. Inasema, maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu, nina thawabu. Ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu, nina thawabu. Ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ile kazi ukiitenda kwa hiari ina thawabu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ikiwa si kwa hiari, umeaminiwa kama wakili tu. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka tuipate thawabu kwa ajili ya kazi ya Bwana, ni tukaitende kwa hiari. Na si kazi ya Bwana peke yake. Kila kazi tunayoarifiwa kuifanya, na tuifanye kwa hiari, ila si kwa kulazimishwa. Maana katika hiari kuna thawabu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naamini ya kwamba kila mmoja yuko mahali hapa ni kwa sababu ya hiari, si kwa kulazimishwa. Hakuna mtu ambaye amefikiwa kwa nyumba akaja akaburutwa akamwambia lazima uwe katika nyumba ya Mungu, lakini kwa hiari yake ameona kwamba ni vyema kwa sababu imempendeza Mungu, kwa sababu Mungu alikukomboa, kuona ya kwamba ni vyema ukaweze kufika katika nyumba ya Bwana ili ya kwamba ukatende kinachokupasa. Haleluya. Amen. Nehemia 11:2. Nitakuwa haraka kidogo. Nehemia sura ya 11. Nehemia 11 sura ile ya pili. Nehemia 11. Yes, kama umepata nisome. 11 mstari ule wa pili. Nitasoma. Amina. Nasema, yes. Na hao watu wakabariki wote waliojitoa kwa hiari wakae Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hao watu wakawabariki wote waliojitoa kwa hiari wakae Yerusalemu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ina maana ya kwamba wale waliokuwa wamejitoa kwa hiari walipokea baraka. Amen. Pia sisi tukiwa mahali hapa, tutapojitoa kwa hiari, mchungaji atasimama kutuombea baraka kwa sababu tumejitoa kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaombewa baraka za Mungu kila uchao kwa sababu tunajitoa kwa hiari zetu, si kwa kulazimishwa.
Hata mchungaji ajapokosa nafasi ya kuwa katika nyumba ya Mungu, anajua ya kwamba ameacha watu ambao wanahudumu kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Haleluya. Amen. Tungekuwa ni kwa kulazimishwa, hakika mchungaji hangeweza kufika mahali hapa, maana angejua kwamba watu wa mahali yale ni kwa kulazimishwa. Angetafuta mahali ambapo watu wanaitenda kwa hiari. Haleluya. Lakini hana wasiwasi, kwa sababu anajua kwamba kazi ya Bwana, watu wamejitoa kwa mioyo yao, wamejitoa kwa hiari zao katika kumtumikia Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hawa watu wakapokea baraka kwa sababu walikuwa wamejitoa kwa hiari. Haleluya. Neno hiari ni kufanya kazi pasipo kulazimishwa. Haleluya. Amen. Hili neno hiari, huenda labda uko na maswali nani. Hiari inamaanisha nini? Lakini ni kufanya kile ambacho kinastahili kufanyika pasipo kulazimishwa. Umefanya kutoka moyoni mwako, kwa uamuzi wako ambao umeamua kufanya. Haleluya. Amen. Labda naweza kukuta mahali unang'ang'ana kujibandika jiwe ambalo ni watu 5 wajitwike, lakini kwa sababu ni hiari yako utalibeba. Ingekuwa ni kwa kulazimishwa, ungesumbuana na watu. Haleluya. Lakini kwa sababu umeamua kulibeba kwa hiari yako, utalibeba. Haleluya. Amen. Ezra 7, kitabu cha Ezra sura ya 7 15. Ezra sura ya 7 mstari ule wa 15. Amen. Kitabu cha Ezra 7 mstari wa 15. Na kuichukua fedha na dhahabu ambayo mfalme na washauri wake kwa hiari yao wamemtolea Mungu wa Israeli akae Yerusalemu. Haleluya. Amen. Ina maana ya kwamba watu wanafanya mambo kwa hiari. Fedha na dhahabu wakaenda wakamtolea Mungu kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata sisi pia katika zaka na dhabihu tunazotoa, si kwamba mchungaji ametulazimisha ya kwamba tutoe, lakini ni kwa sababu ni hiari. Inapaswa ya kwamba tukafanye hivyo. Maana hatutendi kwa sababu ya watumishi, tunatenda ni kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Amen. Ukirudi hapo nyuma ambaye kwamba kuna thawabu katika kutenda kwa hiari. Haleluya. Kwa hivyo fedha zetu, dhahabu zetu, mambo ambayo tunamtolea Mungu, tujapo yatoa kwa hiari, tutapata thawabu. Haleluya. Amen. Nimesema nitakuwa mbio kidogo, maana sijajua muda wangu ni mpaka saa ngapi, lakini nitajaribu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari ule wa 6. Mambo ya Nyakati wa kwanza Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari ule wa 6. Tutasoma. Naam, karibu. First Chronicle 29:6. Ndipo wakuu wa mbari na mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo wakuu na mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida na maelfu na mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Haleluya. Amen. Hasa ikiwa watu wamejitoa kwa hiari kufanya kazi ya mfalme, kufanya kazi ya binadamu, sembuse kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Hawa ni watu walikuwa wamejitoa kuifanya na kuisimamia kazi ya mfalme, na walikuwa wamejitoa kwa hiari zao. Hawakulazimishwa na mfalme, hawakulazimishwa na mtu yeyote, lakini kwa sababu ya hiari ya mioyo yao wakaifanya ile kazi. Haleluya. Amen. Ndugu zangu wapendwa, kwa sababu tuliamua
ya kwamba Yesu ndiye njia, basi kazi zote ambazo inastahili tuzifanye katika nyumba ya Mungu, acha tukazitende kwa hiari yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujapoomba ya kwamba kuna mambo ambayo yanastahili kufanyika hapa kanisani, mchungaji ameomba ya kwamba yafanywe, basi ni tuyafanye kwa hiari. Ukiwa una maswali ndani ya moyo katika ile kazi ambayo mchungaji ameamuru ya kwamba ifanywe, usifanye, maana utakuwa unajilazimisha. Haleluya. Maana utakosa ile thawabu. Lakini ukifanya kwa hiari, kwa kuamua ndani ya moyo wako, utapokea ile thawabu na utapokea ile ambayo Mungu amekuwekea. Haleluya. Amen. Waamuzi 5:9. Waamuzi sura ya 5 mstari wa 9. Nitasoma. Naam. Waamuzi 5:9. Naam. Nasema, moyo wangu unawaelekea maliwali wa Israeli waliojitoa nafsi zao kwa hiari yao miongoni mwa watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo wangu unawaelekea waliwali wa Israeli waliojitoa nafsi zao kwa hiari yao miongoni mwa watu. Muhimidini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ya kwamba moyo wake unawaelekea wale ambao walifanya kazi kwa hiari. Haleluya. Ina maana ya kwamba Mungu pia sisi moyo wake atawelekeza kwa wale ambao wanaifanya kazi yake kwa hiari. Haleluya. Amen. Katika kuipata thawabu, basi Mungu ataelekeza moyo wake kwako wewe ambaye unamfanyia Mungu kazi kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Wapo watu wengi ambao wanafanya kazi ya Mungu kwa kulazimishwa. Fanya hili, anahisi ugumu, anaifanya lakini akiwa na uzito. Haleluya. Leo utaimba, anahisi kwamba kuna uzito, anaona kwamba ambaye ananyanyasika, lakini hana ule moyo wa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Thawabu hakuna. Leo utasimama ni kwa ajili ya kuhudumu, anaona kuna uzito, nitaanzia wapi? Lakini acha ning'ang'ane. Hakuna neno kung'ang'ana katika kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Ni lazima tufanye kazi ya Bwana kwa hiari. Ni lazima kazi zote tunazozifanya kule nje tuzifanye kwa hiari. Hata zile kazi ambazo tunazifanya kule tuliko, hata sikiwa ngumu namna gani, tusiangalie ugumu, bali tutende kwa sababu zina faida juu yetu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tukitaka ya kwamba mchungaji aone kwamba kazi inaenda vizuri, kila mmoja na ajitoe kwa hiari, kila mmoja na asimame katika nafasi yake, basi kazi ya Mungu itakuwa na wepesi. Tutaona ya kwamba kila mmoja akitoka nje anaipeleka injili na analeta wengine, kwa sababu kazi hii inafanywa kwa hiari, si kwa malazimisho. Haleluya. Amen. Tutakuwa ya kwamba kila mmoja akienda analeta wawili, analeta watatu. Kazi ya Bwana inaendelea kupanuka, ni kwa sababu hatujalazimishwa katika ile kazi, lakini tunaifanya kwa moyo, tunaifanya kwa hiari zetu. Haleluya. Amen. Kumbuka ya kwamba kuna thawabu katika kutenda kwa hiari. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Filemon, kitabu cha Filemon Filemoni sura ya 1 mstari ule wa 14. Amen. Nasema Filemoni 1 mstari wa 14. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. Haleluya. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. Haleluya. Amen. Ule wema usionekane kwamba ni wa lazima, lakini uwe ni kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mahali ukienda kuna neno hiari, ndiposa na nimekwambia kwamba tunaangalia neno hiari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lizingatie sana hilo neno, na kila uendapo
ulitafakari sana kwa kina, kwa sababu kazi ya Mungu si ya lazima, ni ya hiari. Haleluya. Namalizia kitabu kile cha mwisho, Petro wa kwanza sura ya 5. Tamalizia pale Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 2. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2. Nitasoma Petro wa kwanza 5 mstari wa 2. Nasema, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi kama watumishi, haleluya, na aliye mahali hapa kila mmoja ni mtumishi. Amen. Amen. Pia wewe uliye mahali hapo mtumishi wa Bwana. Hata mtoto mdogo ni mtumishi, ndipo yuko mahali hapa. Haleluya. Na maana ya kwamba tukalichunge kundi la Mungu, si katika njia ya kulazimishwa bali kwa hiari, manake Mungu ndivyo atakavyo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tuna majukumu ya kuwalinda wengine, tuna majukumu ya kuwatafuta wengine wakae katika upendo wa Bwana. Jina la Bwana lifiwe. Amen. Ili kwamba Mungu akaachilie thawabu katika maisha yetu. Naomba kwamba tusitake fedha za aibu. Hizi fedha za aibu ziko namna gani? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, wala ambao tumeanza pamoja, hata wala ambao wamefika tu sasa hivi, kilichoko ni kuifanya kazi ya Mungu kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kwamba mahali hapa tuna mipango, tuna mikakati, ni kwa ajili ya ununuzi wa ploti, kwa ajili ya kumjengea Bwana. Isiwe hali ile na kushurutishwa, isiwe na lazimishwa. Ukiona ya kwamba kuna kima cha fedha umenia moyoni mwako ya kwamba acha nifanye, si kwa ajili ya kuwafurahisha binadamu, lakini ni kwa ajili ya kumfanyia Mungu, basi Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile kazi ambayo iko mbele yetu ni kubwa, lakini kwa Mungu ni kidogo. Kwa hivyo tujitahidi, tujitoe, tushikamane kwa ajili ya kufanya kile ambacho Mungu kinampendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fedha zako usione kwamba unatoa, lakini ona ya kwamba haupotezi, ona ya kwamba unajiwekea hazina mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hata wakati mjapoondoka hapa duniani, haleluya, kila ambacho nimekifanya. Hey there. Welcome to Deliverance Church Kikambala, the Mountain of God. This is a place where you can truly connect with the power of God and feel His presence in your life.